Karibu. Asante sana ndugu yangu Vice Chairman. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Wajua Wasingishu ndio nyumbani. Baada ya Mombasa mimi nimelelewa Wasingishu nikiwa Moi University. Huko so tulikuwa tukionana na halaiki ya watu tukiwaambia Ochemge Tugul. Asante sana. Ya pili ni kuwakaribisha rasmi kwa niaba yangu, kwa niaba ya rais, kwa niaba ya makamu wa rais, kwa niaba ya mwenyekiti na kwa niaba ya uongozi wa UDA ndani ya makao makuu ya UDA. Mimi sina shaka kabisa kwamba wengi wenu hapa ni wafuasi sugu wa Rais William Samoei Ruto. Huyu ndugu yangu Buzeki ambaye leo pia tunamkaribisha hapa ndani ya UDA, yeye pia nyumbani kwao mimi na yeye tunaweza exchange. Hata ikishindikana mimi naweza kuja kusimama governor wa Singishu yasimame Mombasa. Manake mimi nimemjulia Buzeki akiwa Mombasa. Buzeki pia ni mfanyi biashara maarufu sana ndani ya Mombasa, na sisi tulimjulia Buzeki huko. Na hii inaonyesha kwamba sisi kama Wakenya tumeshikana kidhati kabisa. Na nyinyi watu wa Bonde la Ufa, wazee wangu, safari yetu ya pwani na safari ya watu wa Bonde la Ufa ilianza kitambo sana. Na mnaijua hiyo safari. Na mnaona kila sisi watu ya pwani kukiwa na uongozi kutoka maeneo ya Bonde la Ufa, unaona sisi pia unaona sura zetu zimenawiri zaidi. Because umekuwa na huruma sana na uongozi fulani katika zile jamii ambazo zinaitwa jamii za wachache na zilizotengwa. Minorities and marginalized communities have always found enormous compassion katika serikali ile iliyotangulia ya Rais Moi na sasa hii serikali ya William Ruto. Na mimi nimeshukuru sana kwamba hiyo safari inaendelea, na safari hii sisi hatutaki kugawanya watu. Sisi tunataka kila mtu aungane. Wajua, nataka mjue hapa falsafa yetu sisi ndani ya UDA ni kupindua vile hali ya taifa, the nation state, ama utaifa ilijengwa kuanzia uanzilishi wa taifa hili. Mambo yamekuwa sivyo. Walikuwa mabwenyenye wachache wanafaidi kwa kuwakalia halaiki ya Wakenya. Sisi tumekuja na muundo ambao President William Ruto anasema bottom up. Wale walioko chini, wale walikuwa hawahesabiki, wale walikuwa hawasikiki, na wao pia watakuwa katika meza, watapanga kama wengine, na wao watasikika, na wao pia wataweza kuimarika. Tumepindua huo muundo msingi wa wale wachache peke yao kuweza kupata huduma za afya wakati Wakenya wengine wanakufa na magonjwa. Na tukasema Wakenya watalipa ufadhili ili maskini na tajiri waweze kupata fursa ya kuweza kupata masala ya afya, huduma za afya. Tukasema kutakuwa na mpangilio ambapo haiwezekani mtoto mmoja azaliwe akae katika mazingara duni na yule mtoto wa mwivi akae katika mazingara yameimarika. Tukasema sisi sote lazima tuimarishe hali ya masala ya makao yetu na makazi yetu. Nyinyi watu hapo nyuma, aidha mnyamaze ama mshuke. Unajua watu wako hapa na shughuli ya muhimu. Tukue na mkutano mmoja. So tumesema sisi tuhakikishe kila mtu amepata huduma, amepata nyumba ama makazi ambayo yatakuwa yameweka yeye heshima. Na tukaamua tuanzie mpangilio. Watu wakasema hii haiwezekani. Sasa hivi mnaona yale magorofa yanayoporomoshwa ya maskini. Ulisikia juzi yule jamaa yule
wa shares alivyosema kule alikiwa Amerika. Akasema sisi lazima tupinge ule mpangilio kwa vile wamiliki wingi wa hizi nyumba ni watu wetu, watakosa kodi. We must ensure Kenyans are given a right to home ownership. Na hiyo tutahakikisha. Na wajua ile ujasiri wa Rais William Ruto ndio imehakikisha hii mipangilio yanaendelea. Wajua hao mbele walikuja wakatishwa kidogo wakaachilia. Wajua wengine Uhuru alikuja akatishwa akaacha mambo ya housing, akaacha mambo ya affordable healthcare. Kibaki alikuja wale wakereketwa wakapiga kelele wakawacha hii mambo na ile makateli. Ruto akasema yeye atapasua huu mto Jordan. Na yule atakaye kuja kupingana na hii mawimbi tutabeba yeye tutupe huko kando. Na mnaona sasa ziko nyumba zinakuja. Kama ingekuwa tuliogopa ati kwa ajili sijui nani atasema nini ama sijui koti imesema nini, leo ingekuwa nyumba ya maskini iko. Si wingi wenu hapa tayari mumefaidi kwa mambo ya SHA. Si tumehakikisha tumeboresha masala yetu ya ukulima. Si mmepata mbolea na Mungu akaja naye akatupa mvua na tumeimarisha ukulima wetu. Tunavuna mahindi, tunavuna nafaka. Si wa Kenya sasa wanapata mahindi kwa bei nafuu na tuko na security of supply. Hii si uganga, ni maarifa. Maarifa ya hasla. Usomi. Sio uwizi peke yake. Ni usomi. Watu wamekuja hapa wakawa wanawapanga ati wanasema wao wana subsidize nini ile consumption. Hiyo ndio uwizi tunaita. Wakachukua watu kidogo wako katika biashara ya ngano wakawa wanawalipa faida kubwa. Kaja mambo ya uchumi, mambo ya mafuta. Tukaenda tukahakikisha tumekuwa na kitu inaitwa G2G. Tukapata security of supply. Leo Kenya, mimi pia nahudumu kama mbunge wa East Africa Mashariki. Ukienda Burundi, ukienda maeneo mengine hakuna mafuta, lakini kwa maarifa ya Rais Ruto na serikali ya KK na sasa BBG, hakuna siku tumekwenda katika petrol stations zetu tukakosa mafuta. Na tukasema hiyo mafuta sio tu tutahakikisha yameimarika, lakini sasa tunayalipa kwa pesa zetu za shilingi. Zamani kwa tunalipa na dola. Tunasomba dola zote katika uchumi, tunalipa mafuta. Shilingi inaendelea kuanguka. Tumeimarisha hiyo shilingi. Kuna kitu inaitwa sovereign obligation. Zile deni zote Uhuru Kenyatta alizokuwa amechukua zilikuwa zinakuja kulipwa wakati yeye ameondoka. Mwaka wa kwanza ndio akawahakikishia watu katika ile mkutano wa Azimio kwamba miezi 6 tutakuwa na uchaguzi. Hakujua sisi tulikuwa na mpangilio wa miaka 6, miaka 16 na kuendelea mbele. Security tukafanya nini? Tukakarabati. Tukaenda katika soko. Tuka float bond, tukapata pesa ya kulipa Eurobond. Tukaenda kwa Wachina, tukaongea nao kidogo wakatupunguzia masala fulani. Sasa tuko na headroom katika uchumi wetu wa kuweza kuweka matumizi katika masala mengine. Barabara zote zilikuwa zimesaki, zimesimama. Tumeenda kwa soko, tumeleta pesa, barabara zimeendelea kujengwa. Alafu nasikia kijana mmoja anaitwa Nyoro, Ndindi, anaitwa hivyo. Nyoro. Ati deni mingi. Wacha nikwambie bwana. Kuna watu walichukua deni wakajenga upande mmoja wa Kenya. Na sisi tutachukua deni tujenge upande mwingine wa Kenya. Haiwezekani siku ile tumefikiwa ati wewe ndio umekuwa unajua sana. Kwa vile tulikutoa kama mwenyekiti wa kamati. Ati sijui tuna securitize hichi, sijui tuna sana hivi. Nakwambia Ndindi. Sisi tukiwa katika hii serikali tuko hapa kuhakikisha kuna maendeleo ndani ya maeneo yetu. Siku ile barabara imefika Northern Kenya. Siku ile barabara inafika Kisii. Siku ile barabara inafika Busia. Siku ile barabara inafika North Ho.
Siku ile barabara inafika Turukana, ndio nasema Kenya iko na deni. Tutachukua deni, watoto wetu na watoto wenu watalipa kwa pamoja hiyo deni. Tutapata ukarabati, tutapata namna. Hiyo ndio inaitwa the politics of the economy, ama political economy. Hii uchumi haiendi tu, inaenda kwa siasa. Hatuongozi biashara ya kibinafsi, tunaongoza wa Kenya. We will not sacrifice our infrastructure ambition because sisi tunasema watu fulani iko deni mahali fulani. Vile tumekarabati sisi watoto wa hasla, na zile deni ambazo Uhuru Kenyatta ametuletea tukazeza kuziepuka ili Kenya isiende chini. Hawa watoto wetu pia, hata sisi pia tuko na watoto ma university siku hizi. Si wavivu tena. Vile mlikuwa mkitusema ati nazi ya kuanguka. Wale wako na nazi zetu tunawasaka. Ati yule nazi da kuanguka, yule hafai. So tunasema ile uchumi Kenya must continue with its infrastructure ambition. Najua nyinyi Mombasa, Rais Ruto anatujengea flyover kama hii expressway. Hata JICA wamemaliza feasibility. Wanaleta expression of interest, I think you know. Inaanza kuenuka hapo kutoka hapa na Makuba, inaanza kuenuka pale kutoka kabla Nyali Bridge. Inaenda hata hiyo si katiba peke yake, ndio amri ya Mungu. Kwani na wewe tajiri ukikataa kutoa sadaka, utaitoa kwa kodi. Ndio mchezo. Hiyo ndio sababu, hiyo ndio maisha iko. Hii Kenya iko kwa hakuwa. Unajua ile mlifanya ile, tunasema bottom up economic transformation. Tunatumia hiyo neno transformation in replace for revolution. Tulipindua na tumepindua jamii. Kila mtu sasa ako na fursa sawa sawa. Haiwezekani mtoto wa huyu ampasie mtoto wa huyu. Hata yule ambaye hana sane atapata fursa sawa sawa. Ndio mimi leo niko hapa kama SG wa UDA. Kabila ama jamii ndogo, jina kwa maarifa yangu kuongoza nchi ama kuongoza chama. Kwa hivyo tusiambiane uongo. Hii ile projects President Ruto initiate na ile economic recovery, hata wale watu wa ratings wa ulimwengu wakasema tuko juu, tumepanda. Hata economic outlook ya World Bank inasema iko juu. Hata Mchina anasema atakuja kuongeza ile barabara kutoka Rironi ikielekea Mau Summit. Tukutoka hapo tufike paka Busia. Alafu tuunganishe huku na huku ili uchumi endelee. Tuanze special economic zone Western Kenya. Rift Valley kuwe na special economic zone hapo Eldoret. Na ya Mombasa imeanza kujengwa. Na sisi tutawalika watu waje kujumuika na sisi ili tuweze kujenga viwanda na kufanya value addition. Hii nchi haiendi kwa kubahatisha, maarifa. Na sisi kama UDA party ndio custodian wa haya maarifa. Tunajua ile inaendelea na sisi ndio tumesimama na hii serikali kwa hali na mali. Na hii watu wanasema 2 term. Alafu iko 2 term nyingine. Na alafu baada hapo iko 2 term nyingine.
Lazima tukue na karibu miaka 40 kuimarisha pale ile kuiweka Kenya upya. To reset hii bearing. Hii UDA lazima iweko huko. Sasa hii mjenge chama. Nimeshukuru sana Buzeki, ukija umejenga hiyo msingi wa tutam na tutam na tutam. Tusipoweza kufanya hivyo tuweza kurekebisha. Hao watu waliodhulumu watu walitawala miaka 60 bwana. Na zaidi wengine ama 40 sijui. So ku reverse lazima tuende pale ilijengwa vibaya, tuende tukaangalie, turekebishe. Tutam na tutam na tutam tukiendelea. Hiyo mnaongea tutam hii, sisi tunaongea hiyo. Hiyo imetumemaliza. Nani atatushinda hii? Nyinyi kumalizia. Seriously. Tuseme ukweli. Sisi iko majina ile inajulikana ni wakereketwa katika hii siasa ya Kenya. Si Raila amesimama hapo na William Ruto. Hassan Omar wako hapo. Kina Anyango wako hapo. Kina sijui wengine kama hao waliobobea wako hapo. Kina David Ndio wamesimama hapo. Kama mpira ni mechi kama siasa ni mechi ya mpira. Sasa mimi nilimsikia Kalonzo Musyoka nikiwa mdogo namna hii. Ile kitu iko ndani ya Saikuru ni TTC moja. Anaweza jenga nchi kweli? Ati Kalonzo, niangalieni kwa akili yenu. Kitui sijui nani Rigiji. Seriously, sisi kweli hata sio kwa dharau. Sisi ni kushindwa na hiyo watu. Hata ukiangalia face of Kenya, hiyo ni face of Kenya kweli? Ama kama sisi tunataka fresh start, hiyo ndio kweli mwanzo mpya? Yaani wajua kuna vitu vingine tusijibebe kimzaha. Na ndio tukasema kumalizia, tuwapendua mambo yote katika hii 60 years ambayo yalikosewa. Na moja tulifanya, tuligawanya nchi kwa kutumia ile mpangilio wa mkoloni wa divide and rule. Huyu wa mlima, yule mpwani, yule ni hivi, yule ni wa bonde la ufa. Sasa President William Ruto akasema sasa naleta mpangilio mpya. Badala ya divide and rule ni unite and lead. So ukisikia hii bottom up ni mambo mingi. Divide and rule, unite and rule. Na sisi tunaomba jamii zote na watu wote wakae katika hii muungano. Lakini wewe ukikataa, sijui kama vile yule ndugu yetu anasema, sijui atakwenda na wakisi wake 900,000. The united will rule. Wewe kama huko na sisi, hii State House, hii serikali, hii bunge, utakuwa tu na mabackbencher 3 wamepigiwa kiukabila. Sisi tutam tukiendelea. So hii serikali imetupa sisi wengi wa Kenya heshima kubwa sana. Ndio nilikuwa namwambia huyu jana, huyu Lunani, wajua hao walitoka ANC, tumeungana nao tukafanya muungano mmoja. Hata sasa tukitoka hapa tunaenda kukubaliana vile tutaenda na Malava. Na nyinyi mkipata time kidogo Mere tumechukua, Baringo tutachukua, Nandi yuko iko MCA tutachukua, sijui Narok tutachukua, Kajiado tutachukua, Machakos tumechukua, Nyamira tumechukua. Tutashinda. Wewe utaona, si tutakuwa hapa. Si tutakuwa tu kwa hii mahali. Kwa hivyo tunataka tuhakikishe kwamba tumejenga hii vuguvugu. Ina maana kwamba tumepatia Wakenya heshima. Ndio kwa namwambia huyu Lunani, wanasikia hii jamaa anaitwa Natembea.
wanamsikia mimi. Siku ile sisi majamii ndogo ndogo, wale watu wanaishi corner tribes, Waturkana, Wamijikenda, wa Somali, tulipoambiwa hakuna vetting, huyu nani alipinga, huyu Natembea. Alafu yeye anataka kuwa rais wa taifa siku moja. Natembea hajui zile changamoto sisi tumekuwa nazo majumbani mwetu. Watoto wetu wanaenda kuchukua ID. Wakishaenda kwa huyo shule, siku ile zinaganyizwa, ID zinarudishwa. Watoto wetu wanaambiwa ngojeni, zenu zimeenda vetting. Wanarudi makwetu, wanatuuliza wazazi wetu, wanatuuliza, "Mom, Dad, all the IDs were returned, but we were told others have to go for further vetting." Unadhulumu watoto wadogo. Na siku ile tunaondoa hiyo vetting, unapinga. Alafu unataka kuwa rais ya Kenya. Alafu unaenda, wakati wewe uko kwa serikali ya Kibaki, uko kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, Musalia Mudavadi yuko nje, sio? Wetangula yuko upinzani. Wamala yuko hapo ndani. Eugene na nani yako hapo ndani, Natembea. Siku zote hizo ukuweza kuambia Kibaki wala Uhuru kwamba nyinyi mumeweka Waluya vibaya. Mnasema Waluya kazi yao ni kuchunga gate. Mnasema Waluya kazi yao ni cook. Ukuweza kuambia kina Kibaki na kina Uhuru Kenyatta. Sasa hii yule William Ruto ambaye amefanya Mluya speaker, amefanya Mluya PCS, amefanya Mluya VCDF. Hiyo sio kazi ya kuchunga gate. Vice Chief of Defense Forces, Air Force Commander, head wa KRA, head wa DPP, ndio naanza kutuletea huo ujinga. Wewe badala ya kupeleka watu wako mbele na kwa kuungana na sisi, wewe unataka kuturudisha tena kwa mikono ya kina Matiang'i na Uhuru Kenyatta. Ni William Ruto ndo alisema kwamba watu hawa ni wa hivi na hivi. Si William ndo anarekebisha? Sisi pia tukaitwa wavivu, nazi kuanguka. Mashamba yetu ikaenda hivyo. Sasa hii si ni yeye ndo anatupa sisi heshima. Sasa hii sisi tuko na speaker, tuko na mawaziri, tuko na ma-SG. Siku hizi ukiitisha mkutano, ile gari za parastatal zinajaa hapo. Board members, watu wanakuja. Hatubaguliwi, hakuna kuchagua. Tukienda SHA tunalipiwa. Si ni yeye? Kwani wewe ulipokuwa na Uhuru Kenyatta kwa serikali kama regional commissioner, mbona hukumwambia? Hapo ndio ulikuwa upiganie. Wasiwafanye mafala hao bwana. Hawa wanataka kuturegesha nyuma. Hayo mengi. Sasa Buzeki, karibu nani ya UDA. Unaona sikuweza kukukaribisha kabla ujue ile mipangilio yetu tunasimamia. Hapa ni serikali ya maarifa. Sisi tunataka bottom up. Na sisi tuna hakika kwamba wewe pia utaimarisha ile sera ya bottom up wakati utakuwa mwanachama wa UDA. UDA itakuwa ndio biggest party in Kenya. Ndio chama kikubwa kabisa. Kina wabunge na maseneta 176. Na vile ninavyoona baada hii mwaka tukienda hiyo uchaguzi, tunaongeza Northern Kenya. Hata hii Jumamosi tunaenda kukaribisha wengine huko Northern Kenya. Tutaongeza Pwani, tutaongeza maeneo mengine Western, tutaongeza zaidi. Hii itakuwa chama niliposema ya tutam. Tutamaliza siku ile tutatoka kama UDA ni siku ile tumesema sisi wenyewe acha mwingine sasa ajaribu. Sisi tumetulia sasa. Kwa hivyo karibu sana Buzeki. Mimi nakutakia heri na azma yako itakuwa ni azma yetu pia kama UDA. Pale kutawezekana tutashirikiana na sisi tutahakikisha kama vile tunafanya katika maeneo yote ya Kenya. Pale kutakuwa na upinzani, tutahakikisha kutakuwa na nomination free and fair. Mwanzo katika hii bonde la ufa, kama unataka kuanguka, pendelewa. Huko Rift Valley,
Ikisemekana wewe tu ni mtu wa huyu ndio unaanguka. Afadhali uwe mtu wa raia. Ipa kama kuna mahali kusemekana wewe ni mtu wa fulani, haikusaidii ni Rift Valley. Watu huko wako na very independent of mind. Ile kura iko hakuna tashwishi wala shaka ni ya President William Ruto. Lakini huku chini watu watajitetea. Na sisi watu wajipange ndio. Na sisi tutahakikisha tutakuwa na independent, tuko na National Elections Board inaongozwa na Mwaura, iko very independent. Hata nyinyi mtaona katika hizo nominations tutafanya katika hiyo maeneo ambayo mtaona nomination. It will be free and fair. Na mimi Buzeki aliniambia hataki kupendelewa na mtu. Yeye atakuja, anajua kujibeba, atajisukuma. Na sisi tutampatia hiyo fursa. Na nimeshukuru sana. Tumekuwa na majadiliano hapo chini na tumeamua kwamba yeye atajiandikisha leo akuwe mwanachama wa UDA, na kuanzia hapo sasa ni kulenga mbele kuelekea 2 term na 2 term na 2 term. Kwa hivyo mimi nikushukuru sana. Nimeshukuru sana nyote mmevaa yellow hapa. Kila mtu amepata kofia yake. Tumekuwa ni chama ambacho sasa tunataka twende to paint Kenya mzima yellow. Mimi najua Uasin Gishu, niangalia katika statistics zetu, mimi najua Uasin Gishu ni yellow. Lakini sasa ukishafunga uconsolidate, sio? Twende tu consolidate kwingine. Mkipata nafasi muhakikishe na nyinyi muenda kusaidia maeneo mengine ya Kenya ili tuweze kuimarisha hii chama kila pembe ya Kenya. Kwa hivyo mimi nikuwakaribisha tena, wapa salamu za rais, wapa salamu za makamu wa rais ambaye pia alisoma Eldoret, mnajua hivyo. Mimi na makamu wa rais tulikuwa pamoja university. Wakati hiyo mimi ndio nilikuwa mkubwa. Yeye akipiga picha namwambia Kindiki songa. Sasa hii mimi ndio ni mdogo, yeye ananiambia songa. So maisha ndio hivyo, sio? But we are all happy because we are now, hata watu ambao walikuwa hatuisabiki huko hiyo masaa ya mbeleni, sasa pia tunaweza kuhesabika na kukaa katika meza na wenzetu kuweza kuamua na kufanya uamuzi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo karibuni sana. Sasa yule mtu yangu ya kuregister hii Buzeki, kabla sija andikisha yeye mwanzo, unajua tutoe hiyo maandishi yake, alafu sasa ndio nimvalishe kofia. Na ile confirmation yake mtuoneshe.